ni kusafisha njia ili yeye apate pa kupita. Yani ukiona tunaanza kusifu, maana yake tunasafisha barabara. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kusifu ni kusafisha njia ili apate pa kupita. Namba 5, kusifu ni kumkumbusha aliyoyafanya ili afanye tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Come on, jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Naongea kusifu. Sasa kama ni kusifu kwa nguvu. Nisaidie kusema kusifu kwa nguvu. Andika Zaburi ya 30 mstari wa 4. Zaburi ya 30 mstari wa 4. Inasema, mwimbieni Bwana zaburi enyi watauwa wake, na kutoa shukurani kwa kumbukumbu ya utakatifu wake. Zaburi ya 81 mstari wa kwanza. Zaburi 81 mstari wa kwanza. Mwimbieni Mungu nguvu zetu, nyimbo za furaha, mshangilieni Mungu wa Yakobo. Haleluya. Nimesema haleluya. Hivi wanaoshangilia wanashangiliaga taratibu? Wa Efeso 5:19. Efeso 5:19. Anasema, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Neno kuimba kwa nguvu, kitaalamu Kiebrania inaitwa tehila. Saidia kusema tehila. Sema kwa nguvu tehila. Hapo ni kuimba kwa nguvu. Tunaweza kuimba kwa nguvu? Nauliza, tunaweza kujaribu? Tuni magitaa. Ondoa mgongo kwenye kiti. Hainuliwe Mungu wetu leo, hainuliwe Bwana wa mabwana, hainuliwe, hainuliwe Mungu wetu leo, hainuliwe Bwana wa mabwana. Tuna tuni tena, tuni kidogo. Nataka uimbe kwa nguvu. Ni kwa sasa. Naomba niwaombe jambo ninyi watu wa Katavi. Siku hizi kuna utamaduni fulani mimi nauchukia, si ufurahii kanisani. Tumekuwa wastaarabu kuliko Roho Mtakatifu. Kuna watu wamekuja wamepiga, sijasema usimame. Wala silazimishe kusimama. Nataka tu kwanza uelewe na kufundisha kwanza uelewe. Alafu utasimama ukiona inafaa. Nataka unielewe kwanza. Tunakuja na makeup kanisani na tunatamani kurudi nazo. Sio, unanielewa? Sio sawa. Hiyo makeup umeshaipaka, tumeshaiona. Maana ulipaka sisi tuone. Kwani kuna mtu anapakaga makeup analala? Kama ulipaka uje kanisani si tumeona? Tabu ya nini sasa? Sasa hivi ni muda wa kuimba. Panua mdomo, imba kwa nguvu. Sio unaimba kama vile visamaki vigogogo ambavyo mdomo wake ni mdogo. Yaani siku hizi watu wanaimba ukisema hainuliwe Mungu wetu, unaona anaimba hainuliwe Mungu. Mambo gani haya? Ni kuimba kwa nguvu. Sema kwa nguvu. Huinuliwe Bwana wa mabwana, huinuliwe, umetenda mema. Huinuliwe semeni moja kwa moja. Bwana wa mabwana, huinuliwe, umetenda mema. Huinuliwe Bwana wa mabwana, huinuliwe, umetenda mema. Ngoja kidogo, ngoja. Naomba niseme neno jingine. Naomba wewe unasikiliza maneno ya wimbo. Kuna maneno ambayo yanazungumza nafsi ya tatu, nafsi ya pili na nafsi ya kwanza. Ninaposema uinuliwe, unaongea wewe na yeye. Hebu focus kwake. Siki kama wewe sikiliza maelezo, lugha inasemaje? Kama ni ainuliwe, maana yake ni wewe unamwambia huyu kuhusu yule. Ila nikisema uinuliwe, naongea na yeye mwenyewe. Kwa hiyo jimalize kabisa saa hiyo. Acha kujiangalia. Yaani nguvu zako zote, macho yako na zile gestures zako zote ziende, maana saa hiyo unaongea na yeye. Kuna mtu ananielewa anachoongea? Saa hiyo ndio saa ya kumpigia na kakigeregere na kafujo na kafilimbi. Yaani leo tumekuwa na ibada zimekuwa kavu. Yaani ibada zetu zimekuwa za kistaarabu. Haya, tuko tayari? Amen. Tuko tayari? Amen.
hao watu wote wakujue, wewe ni Bwana. hao kina baba wakujue, Wewe ni Bwana. Wakuria na Wachaga wakujue, Wewe ni Bwana. Wamasai na Wabondei wote waseme, Wewe ni Bwana. Wapare wote, Wewe ni Bwana. na Wakonongo wote waseme, Wewe ni Bwana. Wapimbwe waseme, Wewe ni Bwana. hao kina mama wakujue, Wewe ni Bwana. hao kina baba wakujue, Wewe ni Bwana. hao kina mama wakujue, Wewe ni Bwana. Wakuria na Wamasai waseme, Wewe ni Bwana. wafugaji wa ng'ombe na wakulima waseme, Wewe ni Bwana. Wafipa wote na Wabondei waseme, Wewe ni Bwana. hao kina mama, wewe ni Bwana, 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 wewe ni Bwana. Vigelegele. Hallelujah, 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 Niombe tukae. Tulipokuwa tunasoma vyuo kulikuwa kuna kitu kinaitwa theories na practical, si ndio? Unajifunza darasani na unaenda kujifunza wapi? Kazini. Hapa tunajifunza vyote, ili tukitoka hapa ibada inayofuata kuanzia leo mabadiliko yanatokea. Tunatamani kusikia kila mtu anaimba, nitikieni amen. Na haimbi tu, anaimba sema kwa sauti, anaimba. Thank you very much. Hiyo ni namba moja ya kupeleka ujumbe wetu kwa Mungu. Namba mbili, namna ya pili ya kumsifu Mungu wetu, tunamsifu Mungu kwa kupiga kelele, by shouting. Kushout kunaitwa shabak. Nisaidie kusema shabak. Sema shabak. Yes, shabak maana yake ni kupiga kelele. Zaburi ya 35:27, Zaburi ya 35:27 inasema hivi: washangilie na kufurahi wapendezwao na haki yangu, naam waseme daima, atukuzwe Bwana apendezwaye na amani ya mtumishi wake. Zaburi ya 98 mstari wa 4, Zaburi ya 98:4 inasema mshangilieni Bwana enyi nchi yote, inueni sauti, imbeni kwa furaha, imbeni sifa. Kwa bahati mbaya sana leo kelele hazipo kwenye ibada zetu. Kelele hazipo kwenye ibada zetu. Mimi natamani kelele, na Mungu anaipenda kelele, na ameagiza apigiwe nini? Kelele. Unaweza kupiga kelele? Tunaweza kupiga kelele? Nisaidie kumwangalia jirani yako, mwambie mtumishi, nataka kupiga kelele. Mwambie ajiandae asije akajisikia vibaya. Mwambie nataka kumpigia Bwana kelele. Alafu mwambie ninazo akili zote. Mwambie ni mbele za Bwana hii. Mwambie kelele hii ni mbele za Bwana. Naomba tuongee na kuelekeza vitu ambavyo utakuwa unaviishi. Yaani haya tunayoyafanya ni mbele za nani? Ni mbele za Bwana, sio kelele ya kupiga kama kichaa barabarani. Anapigiwa Mungu aliye hai. Tunaweza kelele? Tunaweza kelele? Tujaribu kidogo, 1, 2, twende. Asante, 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 asante. 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 Wangapi wamejaribu kupiga kelele hadi umejisikia umepiga kelele? Ngoja labda niwaambie kabla sijauliza hilo swali. Unajua kuna watu hawapendi kelele.
wengi hawapendi. Kwa mfano mimi mke wangu yaani ukisikia kelele yaani kuna wakati wanamkera bila kutegemea. Maana nimeamka labda ni usiku, nataka sasa nisimsumbue, nisimpigie kelele, wakati na nyata ndo nakanyaga chupa ya maji iliyo tupu. Kelele tayari. Hapendi mambo ya kelele, lakini Mungu anapenda kelele. Na unaweza kupiga kelele kwa namna yako mwenyewe. Can we do that again? Tunaweza kufanya tena? Tunaweza kupiga kelele tena? Nauliza, tunaweza? Hebu tujaribu tena, 1, 2, kelele! Bwana asifiwe. Naomba nikwambie jambo la kinabii. Haya tunayofanya hapa sio masiala. Kuna watu mna vimbe tumboni, hizi kelele zinaondoa uvimbe. Aina hii ya kelele iliondoka na ukuta wa Yeriko. We are not playing games. Hatufanyi mchezo hapa. Siwezi kutoka umbali wote ule kuja kufanya mchezo. Hiki ninachokuambia tufanye kina mafuta ya Mungu ndani yake. Wewe fuata maelekezo unayokupa tu, utapata matokeo baada ya muda sio mrefu. Bwana, amen. Bwana sema amen. Tulipiga kelele hii, tulikuwa Usariva pale Kilimanjaro Arusha. Tulipiga kelele, ilishindwa kunyamaza kwa saa 1 na dakika 17. Saa 1 na dakika 17 non stop. Mungu alifanya vitu vya ajabu sijawahi kuona kwa kelele hii tu. Kwa hiyo usiogope, haya tunayofanya yana matokeo. Hii ni mojawapo ya namna ya kumsifu nani? Mungu. Namba 3. Mungu anasifiwaje? Namba 3. Mungu anasifiwaje? Mungu anasifiwa kwa shukrani. Mungu anasifiwa kwa shukrani, by thanksgiving. Ezra 3:11. Ezra sura ya 3 mstari wa 11. Zaburi 69. Zaburi 69. Zaburi 69 mstari wa 30. Kwa shukrani. Sasa shukrani inaweza isionekane na inaweza ikaonekana. Unajua kusifu lazima kuonwe. Sikiliza vizuri. Kusifu lazima kuonwe. Yaani uwezo ukasema ninamsifu Mungu kimoyomoyo. No. Yaani kusifu lazima kuonwe, lazima kusikiwe. Bwana nielewa, waseme amen. Lakini shukrani inaweza ikaonwa na inaweza isionwe. Maana unaweza kumshukuru Mungu kwa matoleo. Ngoja nikuonyeshe mfano. Chombo cha sadaka nisogezee hapo nionyeshe mfano. Yaani mtu anaweza ikapigwa praise, kikafanyika kitu moyoni akasema no. Yaani natamani nimshukuru Mungu kwa alionitendea. Unaona mtu ananyanyuka, sio saa ya ibada. Sio saa ya ibada. Lakini kuna kitu kimemgusa. Anataka kumwambia Mungu asante kabla wingu halijafanya nini? Halijapita. Unaona mtu anatoka zake kule nyuma, anakuja ameshika sadaka yake, anaidondosha kwenye chombo. Hana maelezo. Hii inaitwa sadaka ya nini? Ya shukrani. Nisaidie kusema amen. Kwa hiyo make sure iliyoko huko ni ya shukrani, maana sadaka ya shukrani ni ya mchungaji. Kwa hiyo itaenda kwa mchungaji. Wanaonielewa waseme amen. Tunaweza kumshukuru Mungu ila kwa kuionyesha ibada yetu mbele zake. Tunaweza kumsifu Mungu wetu kwa shukrani zetu. Wanaonielewa waseme amen. Kwa bahati mbaya kuna wakati tunasubiri kushukuru baada ya kukosokoswa na bajaji. Ndio unasikia mtu anasimama hapa, jamani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana.
baba mchungaji, baba askofu, yani wiki iliyopita uhai wangu ungeondoka. Yani ule bajaji sijui alitokea wapi, ndio anakuja kufanya nini? Kushukuru. No. Namba 4, jinsi ya kumsifu Mungu wetu. Namna ya 4 ya kumsifu Mungu wetu. Kwa kucheza mbele za Bwana. Tunaweza kumsifu Mungu wetu kwa kucheza mbele zake. Nasema kwa kucheza mbele za Bwana. Haleluya! Nimesema haleluya! Niwaulize wazazi walioko hapa. Hivi kama una watoto alafu unarudi nyumbani kutoka kwenye majukumu yako, unakuta watoto wako wamekaa mahali wako namna hii, nani anajua kucheza ile? Unajua? Njoo basi. Nani anajua? Njoo. Changamka. Unakuta yani umerudi toka kazini kwako, unakuta watu wanafanya hivi. Haya, twende. Nimekosea jamani. Lakini simeona anajua bado na ile ya hivi, tutapiga na ile ya hivi, alafu na ile ya mwisho ya hivi. Hivi ukikuta wanao wanafanya hivyo unajisikiaje? Yaani ukikuta watoto wako umerudi nyumbani wanafanya namna hiyo unajisikiaje? Naomba niwaambie Mungu anafurahia sana akiona tunacheza mbele zake. Unajua tafsiri ya kucheza? Tumeshiba, tumeridhika, tunamuelewa, tunapenda uongozi wake. Wanaonielewa sema amen. Sio unakuta watoto wanalalamika, wanasuguana, wanashindana. Kama wanacheza unaona mambo safi. Unagundua ugali na dagaa nilizowapa wamezielewa. Semeni amen. Tuangalie maandiko alafu tucheze kidogo. Tuangalie alafu tucheze. Zaburi ya 149 mstari wa 3. Na walisifu, Zaburi 149 mstari wa 3. Na walisifu jina lake kwa kucheza. Sema kwa kucheza. Sema kwa kucheza. Sefania 3:17. Bwana Mungu wako yuko katikati yako, shujaa awezaye kuokoa. Atakushangiliza kwa furaha kuu, atakutuliza katika pendo lake, atakufurahia kwa kuimba. Ukisoma tafsiri nyingine inamalizia kwa kuimba na kucheza. Wanaonielewa waseme amen. Kutoka 15 mstari wa kwanza. Kutoka 15 mstari wa kwanza. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakasema na wakaimba wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farao na mpanda farasi amewatupa wapi? Baharini. Sasa haya yote yanatutia moyo kucheza mbele za Mungu aliye hai. Tunaweza kucheza? Naomba nitoe tahadhari kabla hujasimama kucheza. Tumeumbwa tofauti, si ndio? Nasema tumeumbwa tofauti. Naomba unisikilize kwa makini sana, mtu wa Katavi. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa 11. Ufunuo wa Yohana 4:11. Fungua hiyo kabla kucheza. Kabla hujaenda kucheza fungua hiyo. Yohana 4:11. Inasemaje? Wewe uliyefika soma haraka. Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Nisikilizeni na mniangalie. Niangalieni mimi ni mwalimu, nataka macho ya wanafunzi. Watoto wazuri niangalieni. Watoto niangalieni. Maandiko yanaposema umestahili wewe Mungu wetu na Baba yetu
kupokea utukufu, enzi na shukrani. Anaeleza kwa nini? Kwa sababu ndiye uliyeviumba vitu vyote. Sema pamoja na mimi, uliyeviumba vitu. Alafu anamaliza kwa kusema na kwa sababu ya mapenzi yako. Biblia ya Kiswahili inasema mapenzi yako. Biblia ya lugha nyingine haisemi mapenzi yako, inasema kwa raha zako. It's for your pleasure. Wanaonielewa sema amen. Unajua maana yake nini? Yaani Mungu anatufurahia vile tulivyo sisi wote na tofauti zetu, na kutahadharisha, kwa sababu kuna watu ni wanene, akisimama kucheza anatikisika kila mahali. Naomba nikuombe, ni mapenzi ya Bwana awe hivyo alivyo, na ni kwa furaha za Bwana. Semeni amen. Maana imefika mahali kuna watu hata kanisani wanaogopa kucheza, maana watasemwa. Hivi sasa ndio alikuwa anafanya nini? Ndio alikuwa anacheza mbele za Mungu. Afanyeje? Ameumbwa hivyo. Mimi ni mweusi ti, najijua. Ni kwa raha za nani? Za Mungu. Yaani Mungu anaona raha kuniona black. Mimi sijakosea kuzaliwa Afrika, sio bahati mbaya. Ni mapenzi ya Mungu, alitaka nidondokee hapa Tanzania tip, niwe mweusi hivi. Na hata hivyo mweusi, naomba nawaambia ukweli, umepungua kwa sababu ya vilosheni vya mke wangu. Wakati mwingine anajikuta nimepitia karosheni ambako akanihusu, ndio unaona hata kuna kama kanurunuru hivi. Mimi nilikuwa black bana, yaani mimi ni mweusi kamili. Kilichokuwa kinaniokoa ni meno. Maana mpaka mama yangu mzazi aliwahi kuniambia nikiwa mtoto, akaniambia, mwanangu, wewe ni mweusi mpaka nina mashaka kama kuna mwanamke atakukubali umuoe. Kabla hajaelewa, kabla hajajitambua mama, nishapata mdada aliyenielezi wangu. Mnanielewa ninachoongea? Kwa hiyo ni kwa raha za nani? Naomba niwaambie, warefu wote mlioko hapa ni kwa raha za nani? Na wafupi, naomba niongee na wafupi wote mlioko hapa. Maana kuna wafupi wao wanapambana kutafuta viatu, utateguka bila sababu. Ni raha za Bwana. Yaani Mungu anafurahia namna unavyopambana na mambo yanakushinda. Unaenda kabatini vyombo, unataka utoe vyombo kabatini, unaanza kuteseka, unatafuta stuli. Mungu anasema excellent. Ni kwa raha za nani? Saidia kuangalia jirani yako usoni, mwambie hivyo ulivyo mtumishi. Mwambie nimekuelekeza, mwambie mtumishi, hivyo ulivyo ni kwa raha za Bwana. Mwambie usipambane kujibadilisha. Mwambie Bwana anakufurahia. Mwambie tena Bwana anakufurahia. Achana na huyo, mgeukie mwingine, mwambie mtumishi, umependeza. Yaani hivi ulivyo wewe ni ua ndani ya bustani. Anayefurahia kukuona ni Mungu mwenyewe. Anaipenda sauti yako, anapenda vile ulivyo. Vigelegele. Bwana, nimerudi tena. Yesu, shukuru. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Sema Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Mwambie Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Music. Watu wacheze sasa. Cheza kwa Yesu. Naomba ucheze tafadhali kwa Yesu. Cheza kwa staili yako mwenyewe. Naomba ucheze kwa staili yako mwenyewe. Vigelegele kwa Yesu. Cheza we.
nimejua umenitendea. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru, wengine sijui, ila mimi Bwana. Nimeomba mengi, umenijibu moja. Nimeomba mengi, umenijibu moja. Umenitendea mengi, mimi nimerudi. Come on. Japo mengine bado, ila natambua ni wewe nimeshauri unitenda. Wewe sinekenda, Mimi sijui, ila natambua kwako umetenda. Wengine sijui, ila ni Bwana nimejua umenitenda. twende. Bwana, Nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. sasa ngoja, asante, ngoja. Ngoja, usiondoke. Nisaidie kumwangalia jirani yako. Ngoja wewe, subiri. Nisaidie kumwangalia jirani yako usoni. Muulize, mtumishi, unachezaga wapi? Hapa. Muangalie na upande wa pili. Mwambie wewe mwingine wa upande wa pili. Mwambie, mtumishi, mbona sioni unashughulika? Wewe unachezaga wapi? Waliokaa wasimame. Kama hauumwi simama. Amesemaje? Amesema anachezaga wapi? Anacheza hapa. Na wewe je? Na wewe unacheza hapa? Nauliza, unacheza hapa? Tunaweza kucheza? Nauliza, tunaweza kucheza? Unaweza ukacheza kabisa, si ndio? Si ndio? Tujaribu kucheza, si ndio? Si ndio? Tucheze tusicheze? Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Imba, unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wa baraka. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Sema wa baraka. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Mama, nione unacheza, cheza sasa. Speedy. Si. Wewe. Tucheze kwa Bwana Yesu, tucheze kwa Bwana Yesu, tucheze kwa Bwana, tucheze kwa Bwana, turuke kwa Bwana, turuke kwa Bwana, turuke kwa Bwana, turuke. Sema haleluya.
Nisaidie kuangalia pua ya jirani yako. Pua. Angalia pua ya jirani yako. Ina jasho? Ina jasho? Naam? Haina? Na kwako? Kama ipo ya kwako fanya hivi. Mdondoshe kidogo tu. Mwambie nakupa upako wa kucheza. Haleluya. Mimi naona kama tunaendelea vizuri, si ndio? Unajua haya mambo nimeshasema mambo mangapi? Na kwanza ni nini? Naam? Kuimba kwa nini? Maana yake kwenye ibada yoyote tunayokutana huwa kuna kuimba, si ndio? Na kutia moyo uimbe. Namba 2, kwa kupiga nini? Kila tunapokutana kelele isikike mbele za Mungu, ni sawa eh? Namba 3, kumsifu Mungu kwa shukrani zetu, si ndio? Tunaweza tukaja na sadaka za shukrani na maneno ya shukrani na vitu vya shukrani mbele za Bwana, sinawezekana? Na naomba niwaambie shukrani ni chochote. Unaweza kaja na kiwanja. Na niwatahadharishe, shukrani yoyote ni ya mchungaji. Si nimewambia? Na usijisikie vibaya. Umekuja na gari lako, unataka umshukuru Mungu. Lipaki pale, leta funguo madhabahuni, shukuru, ondoka. Ukikutana na baba mchungaji analiendesha, usiseme anaendesha gari langu, sio lako, ulileta shukrani. Mungu anaendesha Hama. Mungu anaendesha Haria. Tunaendesha sisi. Semeni amen. Ukileta mbuzi, nitapeleka nyumbani naenda kula mimi. Ukileta jogola kuku lisipigwe mnada. Kama ni sadaka ya shukrani, kuku ipelekwe nyumbani kwa mchungaji, isiuzwe. Baba akale na mama ale. Semeni amen. Kuna mtu ananielewa anachoongea? Shukrani ni ya mchungaji, ni ya kuhani. Iende na sisi wengine tuseme amen. Umesafiri, umeenda nje ya nchi, umeenda Dar es Salaam, umeenda Kigoma, umekutana na vitenge vizuri, mletee mama mchungaji wako. Mama, namshukuru Mungu nimesafiri mama na nimerudi salama. Hiki kitenge mama kavae. Wanaonielewa waseme amina. Nisaidie kumwangalia jirani yako usoni, mwambie nadhani unamuelewa mkurugenzi. Amesemaje? Amesemaje? Nasubiri majibu. Amesemaje? Ameelewa? Na wewe? Na wewe umeelewa? Namba 4 tumesema na kwa kucheza mbele za Bwana, si ndio? Haya, kwenye kila ibada kuna kucheza. Sasa kuna watu huwa ni kama hawapendi tukicheza, wanaona kama vile tunawasumbua. Sisi tunatekeleza kusudi la Biblia. Nitikieni amen. Namba 5. Tunamsifu Mungu kwa kumpigia makofi. Ngoja. Tunamsifu Mungu wetu kwa kumpigia makofi. Zaburi ya 47 mstari wa kwanza. Inasema Zaburi ya 47:1, enyi watu wote pigeni makofi. Mpigieni Mungu kelele kwa sauti za shangwe. Jamani, amen. Isaya 55:12. Isaya 55:12. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote shambani itapiga makofi. Miti itapiga nini? Makofi. Tunasubiri miti ipige makofi? Tupige sisi kwanza. Nitikieni amen. Niangalieni hapa. Ukitembea kwa miguu, kwa kawaida kisayansi, unaponyaga una stimulate, unasisimua zile neva za mwili ili miguu yako pamoja na damu iweze kutembea vizuri kwenye mwili wako. Na ndio wanaotembea na magari muda mrefu, madaktari huwa wanawashauri, wanawaambia acha gari kwa muda, tembea kwa nini? Kwa miguu. Na unapoambiwa kutembea kwa miguu, huwa unaambiwa usitumie viatu vya aina hii. Viko viatu maalum unatakiwa kutembea navyo
ili ukikanyaga kokoto, ukikanyaga mchanga, mguu uweze kuguswa. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Unajua tuko darasani, tumekubaliana tuko shule. Sasa unapopiga makofi hivi, maana yake unasisimua nerves za mikono ili kusababisha mtembeo wa damu kwenye mwili. Na ndio maana ukipiga baada ya dakika 2-3 unashangaa mikono imekuwa ya moto. Kweli sio kweli? Lile joto nalolisikia lile ndio uponyaji wako. Lile joto ndio uponyaji. Nataka tujaribu kupiga makofi. Tujaribu 1 2 twende. Asante, asante. Naomba nikuulize, unasikiaje mikono? Si unasikia ina moto eh? Sasa tafsiri ya haya makofi ziko nyingi, niangalie niseme machache. Kwanza, kupiga makofi ni uhai kwako wewe. Nimeeleweka vizuri eh? Lakini 2 ni heshima kwa unayempigia. Na ndio maana mtu aliyefaulu, aliyefanikiwa, anayetaka kupongezwa, pongezi namba 1 huwa ni makofi. Kweli sio kweli? Kwa hiyo hapa tunampongeza Yesu. Naomba mniangalie. Ziko nyakati Yesu anatumisi. Anamisi maneno yetu. Anamisi upendo wetu kwake. Anamisi kusikia vile tunavyomtambua. Naomba niwaambie, ni rahisi kumwambia mkeo, mke wangu nakupenda, wewe ni wa thamani. Umenilelea, umenizalia watoto, umewalea, umenihudumia. Ni rahisi kumwambia mume, mume wangu wewe ni mzuri, umenisaidia hiki, umenifanyia kile. Maneno hayo naomba niwaambie, Mungu anayahitaji kuyasikia. Mtu anaelewa ninachoongea? Mungu anahitaji kuyasikia. Kwa hiyo unapompigia makofi, anajiona umetambua uwepo wake na mamlaka yake kwako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Na kutia moyo, unapokuja nyumbani mwa Bwana, andaaga makofi yapigwe kwa Mungu aliye hai. Anataka kusikia makofi yako. Mtume Paulo anatuandikia kwenye Waebrania sura ya 12. Anatuambia, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai tena takatifu, na hiyo ndiyo ibada yenu inayompendeza Mungu na yenye maana. Wanaonielewa waseme amen. Tunataka kujaribu makofi tena kidogo. Ngoja. Pasha kidogo. Haya. Naanza chini namna hiyo. Asante. Naomba niwaombe ndugu zangu wa Pentekoste wenzangu wa Katavi. Uwepo wa vyombo vya muziki umetupunguzia sana kiwango chetu binafsi cha kumsifu na kumwabudu Mungu wetu. Na kutia moyo, wewe binafsi piga makofi kanisani. Kuna mtu amenielewa? Namba 6. Tunamsifu Mungu kwa kuinua mikono. Tunamsifu Mungu kwa kumuinulia mikono. Zaburi ya 63 mstari wa 4. Zaburi ya 63 mstari wa 4. Ndivyo nitakavyo kubariki maadamu ni hai, kwa jina lako nitainua mikono yangu. Zaburi ya 134 mstari wa 2. Painulieni patakatifu mikono yenu na kumuhimidi Bwana. Zaburi ya 134 hiyo mstari wa 2. Timotheo wa kwanza, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 8.
Basi nataka wanaume waombe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata, pasipo hasira wala majadiliano. Tunaweza kuinua mikono? Inua mikono. Naomba tuinue, usiishie hapa, inua juu. Inua juu kabisa. Kuinua mikono ni lugha, ni ishara, ni alama, ni sauti. Inua vizuri, vizuri. Alafu tufanye kama tunaipunga kwenda kulia na kushoto. Kidogo tutaratibu. Wa 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 wa. Bakisha juu, usishushe. Naomba niseme maneno haya, tuliza tu kwanza, itulize. Mikono ni kumwambia Mungu, ninasalimu amri. I surrender all unto you. Jamani, amen. Ni kukubali mamlaka yake na uongozi wake. Na ndio maana watu wengine wamezitumia sana hizi alama na hizi lugha kwenye ibada zao. Pale Dar es Salaam kuna kitu kinaitwa fiesta. Watu wanaenda fiesta siku kucha, utasikia mikono juu, mikono juu, mikono juu. Kwa nini mikono juu? Ni ibada. Shusha kidogo, shusha kidogo. Haya, nyanyua tena, nyanyua tena, nyanyua tena vizuri kabisa. Tunaipeleka kulia na kushoto kidogo, taratibu tu. Wa 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 wa. Hebu wanawake wachanganye kakigeregere kidogo. Wanaume ongeza kamluzi. Wanawake msinyamaze, msinyamaze. Inua vizuri mikono, inua vizuri mikono, inua vizuri. Inua vizuri, inua vizuri, inua vizuri, inua vizuri. Inua vizuri. Haya, watu wengine wapige kelele. Zile filimbi ziko wapi? Piga filimbi, piga filimbi. Asante, asante, asante. Asante. Nisikilizeni niwaambie. FIFA, chama cha soka cha dunia, kisitushinde. Watu wanashangilia sana mpira. Ibada zetu zimekuwa kama vile misiba. Ustaarabu umekuwa mwingi. Watu wanakuja wanataka waondoke. Mimi nakumbuka nilikuwa kanisani kama kijana, mama mmoja alikuwa anakaa pembeni yangu, mama mtu mzima. Sasa mimi mwenzenu unajua kupiga makofi makubwa. Makofi yangu yanaweza kama makubwa kuliko watu wote ndani. Na haya makofi nilijifunza nilipookoka. Maana siku naokoka mimi nimeokoka wakati inapigwa pambio. Tena hata pambio yenyewe sio ya kuabudu wala sio ya kusifu. Ulimi ni kiungo kidogo, matatizo yake ni makubwa. Hiyo ndio pambio inaimbwa hiyo. Ila makofi yanayopigwa, tafikiri watu wamebeba vimbao mkononi. Nikasikia raha, nikayapenda yale makofi. Nikayadevelop, nikajifunza, nikawa nayapiga kanisani. Nakumbuka wakati fulani nimekaa na mama mmoja alikuwa ni afisa wa TAMISEMI wa mkoa. Makofi yangu yakawa yanapigwa. Siku moja nikaona mageuka akanicheki hivi usoni. Sasa unajua kuna macho yanaongea hata kama hamna maneno. Alivyonicheki yale macho nikajua hii ni story, kuna neno hapa. Nikamuuliza mama, vipi? Nikamuuliza nimekukera na makofi? Akasema ndio. Usikero na makofi, na wewe piga ya kwako yawe makubwa. Jamani, amina. Nyanyua mikono yako vizuri kwa Bwana. Piga kelele yako vizuri kwa Bwana. Wanaonielewa waseme amen. Hiyo ni namba 7, si ndio? 6, 7. Mungu anasifiwa kwa kusimama. Namba 7. Tunamsifu Mungu kwa kusimama. Mungu anasifiwa kwa kusimama. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Sasa niende haraka ili nimalize. Hiyo namba 7, namba 8, twende haraka namba 8. Tunamsifu Mungu kwa kelele za shangwe. Kwa kusimama, tujaribu kusimama. Tujaribu kusimama. Naomba tusimame. Simama kabisa. Naomba tukae. Naomba
Naomba tukae. Mlinielewa niliposema tusimame? Nisaidie kumsemesha jirani yako. Ulielewa? Mbona umetuchelewesha? Mwambie tusimame. Haya, tusimame. Naomba niwaambie serikali za dunia zisitushinde. Bendera ya taifa ikipigwa watu wanafanya nini? Wakati inapandishwa na kushushwa, watu wanasimama. Wimbo wa taifa ukipigwa watu wanafanyaje? Naomba niwaambie Mungu wetu ni mkubwa kuliko bendera. Mungu wetu ni mkubwa kuliko nyimbo za mataifa. Tukae. Kaa kabisa. Haya, tusimame. Mhubiri wa leo amenichosha mimi, huyu amenisimamisha kanisani. Msimlete tena. Hata hivyo Katavi ni mbali. Sijui nitarudi lini tena. Na mimi nataka niondoke umeelewa vizuri. Muulize jirani yako, mwangalie, muulize umesimama? Muulize umesimama kabisa au moyoni umekaa? Muulize simama kabisa au moyoni umekaa? Anasemaje? Amesimama, si ndio? Mwambie wakati wa ibada huwa kuna kusimama na wewe unasimama. Haya, tukae. Namba 8, kwa kelele za shangwe. Sema kelele za shangwe. Kiingereza wanaita joyful noise. Kelele za shangwe. Wanaonielewa waseme amen. Kelele za nini? Za shangwe. Andika maneno haya tutasoma. Zaburi 98 mstari wa 4 mpaka wa 6. Zaburi 98 4 mpaka 6. Alafu Zaburi 66 mstari wa 8. Kelele za shangwe. Nilisikiliza mwaka 2017 wakati Taifa Stars inacheza na mashindano ya AFCON, inacheza na Uganda the Cranes. Tulishinda ile mechi, tulishinda kwa magoli 3 bila. Nilikuwa nafanya semina ya aina hii Mwanza. Mpira uliisha jioni hivi. Kipenga cha mwisho kilipolia, zile kelele za shangwe zilizopigwa, mpaka TANESCO walikata umeme. Na unajua kwa nini walikata umeme? Walitaka wapunguze, yani that was a psychological treatment. Walikuwa wanataka waitulize kidogo ile pressure ya watu, angalau kwa watu kuhusu nini? Kukatika kwa umeme. Furaha yao ilizidi mno. Umeme ukakatwa. Pap. Ulirudi baada ya nusu saa. Yani watu wakasahau mpira, wakaanza kuchukizwa na nini? Na giza. TANESCO nini, si tuna raha zetu? Ila nilimpenda kiongozi, alituliza zile kelele. Mimi nataka nikuombe kelele za shangwe zipigwe kanisani kuliko kwenye mechi ya Simba na Yanga. Kuna mtu ameelewa? Mimi najua hapa kuna mashabiki kindakindaki wa hivyo vilabu. Pamoja na kuipenda timu yako na klabu yako, Yesu apigiwe kelele za shangwe kuliko mwanadamu. Wanaonielewa waseme amen. Na kelele za shangwe ni mchanganyiko wa kelele, vigelegele, miluzi, mayowe na nyimbo. Tunaweza kuzijaribu hizo? Tuni vyombo. Tuandae kelele za shangwe, tuandae kelele, wenye filimbi, wenye miluzi, wenye mayowe, wenye mapambio, wenye chochote. Nataka apigiwe Bwana kelele za shangwe. Yaani mpaka walioko pembeni wajiulize, kwani leo pale Maranatha kuna nini? Na hiyo iwe ndio ibada yetu kila Jumapili. 1, 2. Sasa mwangalie jirani yako, mwambie I am about to go. Mwambie karibu na paa. Mwambie karibu na paa. Mwambie naomba nisikukere. Mwambie twende pamoja. 1, 2. Twende kelele za shangwe.
piga kelele kwa Bwana. Come on. Shangilia. Sifu Bwana, sifu Bwana, Bwana Bwana. Shangilia. Ngoja. Ngoja wewe, tulia. Tuangaliane machoni. Naomba niangalie hapo. Wangapi wana kushangilia? Ukisikia tunasema shangili, ndio unatoa ile kelele yako. Piga kelele yako. Nimeeleweka vizuri? Nimeeleweka vizuri? Alafu by the way, nahubiri mpaka saa 10. Kwa hiyo usichoke, ndo naanza mwenzako. Unajua kuna mtu anaweza kuwa anajiuliza ina maana hamalizi. Simalizi saa hizi. Maliza saa hizi. Ili kongamano nimelisafiria mimi. Mimi nimelala njiani siku za kutosha kuja hapa. Tuko sawa? Muulize jirani yako, bado uko sawa? No, sitamaliza saa 10, lakini tamaliza sio muda mrefu. Maiki, shangili. Piga kelele. Shangilia. Piga kelele kwa Bwana. Shangilia. Sifu Bwana. Hey! Bwana. Shangilia. Piga kelele kwa Bwana. Shangilia. Hey! Sifu Bwana. Ametukuka sasa. Come on. Ametukuka milele. Ametukuka milele. Ametukuka Yesu. Ametukuka milele. Ametukuka. Come on. Ametukuka milele. Ametukuka. Shangilia. Piga kelele kwa Bwana. Shangilia. Come on. Sifu Bwana. Bwana. Come on. Bwana, jina lako la milele. Kumbukumbu la vizazi hata vizazi. Bwana, jina lako la milele. Kumbukumbu la vizazi hata vizazi. Mataifa yote msifu Bwana. Enyi watu wote muhimidini. Mataifa yote msifu Bwana. Enyi watu wote muhimidini. Msifuni Bwana sasa. Msifuni kwa ngumo baragumu. Msifuni Bwana. Msifuni kwa vinanda na vinubi. Msifuni Bwana. Msifuni kwa matari na kucheza. Kila wenye pumzira msifu Bwana. Ametukuka milele. Ametukuka. Yeye Bwana.
ametukuka Yesu, ametukuka milele. Shangilia, shangilia sasa, twende Shangilia. Haleluya. Naomba tukae, niombe tukae. Namba 9. Mungu anasifiwaje? Anasifiwa kwa kupiga magoti. Anasifiwa kwa kupiga magoti. Zaburi ya 95 mstari wa 6. Njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Waefeso 3:14. Kwa hiyo nampigia Baba magoti. Nazungumza namna ya kumwabudu na kumsifu Mungu wetu kwa kupigiwa magoti. Wafilipi 2:10-11. Wafilipi, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vyote vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tujaribu kupiga magoti tafadhali. Sikilize ukiwa chini hapo, nisikilize niongee maneno yafuatayo. Maandiko yanaposema kila goti, maana yake ni kila goti. Goti la mwanadamu, goti la shetani, goti la nguvu za giza, goti la kansa, goti la vidonda vya tumbo, na lenyewe linapiga chini. Na nasikiliza nikwambie, niombe sasa yaelekeze mawazo yako kwenye ibada. Hivyo ulivyopiga magoti, umepigisha magoti vitu vyote vilivyo ndani yako. Na kama ndani yako pana changamoto yoyote, imepiga magoti. Utakapokuwa unainuka, utaviacha chini. Moyo wa huzuni, kukata tamaa, kufikiri umekataliwa, maana kuna vingine ni fikra tu. Naomba nikwambie kuna uponyaji usio wa kawaida utakapoinuka toka hapo chini. Ninayanena haya nikiwa najua ninachofanya. Mungu ni baba yetu, na tunapomwabudu anavyotaka, maajabu makubwa huwa yanatokea. Wewe uliyepiga magoti, nitakupa ruhusa muda sio mrefu utasimama, lakini kabla hujasimama naomba nikutabirie. Magoti yako yamepigwa chini na umesarenda kwenye msalaba wa Kalvari, na uliyempigia ni mmoja tu. Anayestahili kupigiwa magoti ni huyo Mungu aliye hai, na tayari anashughulika na mambo yako, maana anapoabudiwa huwa anafanya zaidi ya maombi. Anapoabudiwa huwa anajibu mahitaji, huwa anatembea katikati ya maisha ya watu. Magoti yako yamepigwa chini, vidonda vya tumbo vilivyo ndani yako vimepiga chini, kukata tamaa kumepiga chini. Tunapokuja nyumbani mwa Bwana tukimuinamia namna hii, tukimsujudia namna hii, ni kama kumwambia Bwana, ni wewe tu, hatuna aliye kama wewe. Baba, katika ibada hii ya kongamano hili kubwa, ninawaleta watumishi wako hawa ambao kwa pamoja tumekutana ili kuliadhimisha jina lako. Naomba nikupe fursa, ukiwa umepiga magoti, hebu zungumza, ungetaka umwambie nini Mungu? Hebu fungua kinywa chako, sema maneno kwa kinywa chako, iseme ibada yako mbele za Mungu aliye hai. Eleza alivyo mwema, usieleze matatizo, usieleze mahitaji. Mwambie namna alivyo mwema, mwambie namna alivyo mwema.
wala uhitaji kumwangalia mtu anachofanya. Ni wewe na yeye, ni wewe na Mungu. Mwambie yale unaotaka asikie, maneno ya ibada, maneno yako ya ibada. Tunatamani ibada halisi irejee madhabahuni, lakini ibada hii halisi haianzi na mwingine, inaanza na mimi na wewe. Zikiri mushika mama zita mama shikiri musa zikara mushika sikiri mushika zikara mama zai rikina mama shika zikuru mushika musa zika mama ya rika na mama sai. Niombe sasa usimame, niombe usimame. Utakaposimama utainua mikono juu kabisa. Endelea kufunga macho tu. Simama. Unaposimama unaviacha vyote chini, maana vimesarenda kwa Bwana. Inua mikono yako, inua mikono yako. Tamka maneno haya pamoja na mimi. Mikono yako inua juu na uso wako uelekeze mbinguni kwa Bwana. Sema maneno haya pamoja nami. Asante Bwana Yesu. Ongeza sauti. Asante Bwana Yesu. Asante kwa moyo mpya wa ibada unaoingiza ndani yangu. Mchana huu wa leo nitakupa wewe ibada yangu bila kujali mazingira yangu. Nitakuinulia mikono yangu, nitakupigia magoti, nitakupazia sauti yangu ili kuikamilisha ibada yangu. Asante Roho wa Bwana, wewe uliye karibu na mimi. Asante Roho wa Bwana. Inua mikono yako vizuri, inua mikono yako vizuri. Asante Roho wa Bwana, wewe unayesikia. Asante Roho wa Bwana, wewe unayejibu. Asante Roho wa Bwana, wewe ni mwema, wewe ni rafiki, wewe ni mwema, wewe ni rafiki. Penda tena, ninakupenda tena. Weka mikono kifuani, alafu mwambie maneno ya upendo huyo Yesu. Inua sauti yako, inua sauti yako mbele za Bwana. Ziko items nyingine nimeziacha sijazisema, lakini tunamwabudu Bwana kwa kunena kwa lugha. Kwa hiyo nena kwa lugha tu, wewe unayejua kunena kwa lugha. Nena kwa lugha mbele za Mungu aliye hai. Nena kwa lugha mbele za Mungu aliye hai. Riba shikia zikinda mama nduriando satia jikit mama ndarabasaya rikashika baba yanda jinti mama jikarabasaika. Endelea kunena kwa lugha, endelea kunena kwa lugha. Roho ya ibada njema inaingizwa ndani yetu. Rande shetasa jeketarababa. Endelea tu, endelea tu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Jikaramasakara baba jintirinda mama jikiribu sika mama. Endelea kunena tu kwa lugha mbele za Bwana aliye hai.
kantara mama saya. Jesus. Santo Yesu. Santo Yesu. Thank you Jesus. Inua tena mikono yako kwa Bwana. Inua tena mikono yako kwa Bwana. Una Bwana. Una Mfalme. Nimenyeshewa na mvua ya baraka. Nimemwona Bwana. Nimemwona Bwana. Hallelujah, Bwana. Mvua ya baraka. Ameniambia mambo ya maisha yangu. Nimenyeshewa na mvua ya baraka. Mvua ya baraka. Unaweza kumpa Bwana makofi mazuri tena. Mpe Bwana makofi yako mazuri kabisa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Baba, asante kwa ajili ya matendo yako mema na ya ajabu mno. Libarikiwe jina lako na litukuzwe. Wewe ni mfalme. Wewe ni mwema. Asante kwa kurejesha ibada katika maisha yetu. Katika jina la Yesu. Amen. Niombe ukae. Niombe ukae. Naomba nimalizie sehemu ya mwisho, alafu tumalize ibada yetu. Tumeangalia mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza tumeangalia muziki ni nini, na jambo la pili tumeangalia ni namna gani sasa ya kuexpress huo muziki kwenda kwa Mungu katika ibada. Nimeacha items nyingine sijazisema. Ukiweza kuandika andika tu. Tunamsifu Mungu kwa kunena kwa lugha. Nyingine tunamsifu Mungu kwa kupiga muziki. Nyingine tunamsifu Mungu. Sasa hizo ni zile utakazoandika, utashughulika nazo mwenyewe baadaye. Naomba nimalize jambo la mwisho. Eneo la mwisho. Sasa hili ni eneo la kibinafsi sana. Ninazo dakika chache ambazo nimejipa. Nilisema hapo mwanzo itakuwa na mambo matatu tu. Nimalizie jambo la mwisho. Nikutakie baraka za. Sikieni amen. Jambo la mwisho sasa, tunapohudumu mbele za Mungu aliye hai. Tunapohudumu mbele za Mungu aliye hai. Kama wahudumu katika idara hii ya muziki na uimbaji. Na inawezekana wewe sio mtu wa idara ya muziki, ni mhubiri wa Injili. Tunapohudumu, ni jambo gani lililo msingi wa utumishi wetu? Ni jambo gani ambalo ndilo nanga, ndilo smaku ya utumishi wetu?
Ni jambo gani linatuconnect sisi na watu? Ni jambo gani linawafanya watu kukaa pamoja na sisi kwenye utumishi? Ni jambo gani linawafanya watu watushangilie, watupigie makofi? Ni jambo gani linawafanya watu wakae pamoja nasi, watujadili? Ni nini? Je, ni sauti zetu nzuri? Hapana. Ni aina ya suti tunazovaa? Hapana. Ni aina ya nywele tulizosuka au tulizonyoa? Hapana. Ni kwa sababu sisi ni aina fulani ya kabila? No. Sasa ni nini? Kwa nini watu wanaongea habari zako? Kwa nini ukishika microphone watu wanasema napenda yule binti akiimbisha, napenda yule kaka akiimba? Kwa nini? Wangapi tuko pamoja bado? Mimi ninaniliza machozi hili kila siku. Kila siku. Kila siku. Ninaniliza machozi kila siku. Kwa sababu gani? Niangalie niseme, Mungu ni Mungu wa kanuni. Sema Mungu ni Mungu wa kanuni. Unaweza kuongea kwa nguvu zaidi, sema Mungu ni Mungu wa kanuni. Naomba niwaambie, mwandishi mmoja kwenye moja ya makala zake ameandika, anasema Mungu haiongozi au haiendeshi dunia kwa miujiza. Anaiendesha na kuiongoza dunia kwa kanuni. Kanuni zikifuatwa, miujiza inatokea. Na kanuni hazibadiliki. Naomba tuelewane vizuri sana. Kanisa la Mungu, naomba tuelewane vizuri sana. Kanuni hazifanyi nini? Hazibadiliki. Ukitaka kupata ugali, lazima uchemshe, uwashe moto. Lazima ubandike maji. Maji lazima yachemke. Tena huwa tuna lugha tunasema yachemke kama maji ya nini? Ya ugali. Maana yake kuna kiwango cha maji ya ugali. Kisipofikiwa hutapata ugali. Na yakichemka lazima uweke unga. Na ukiweka unga lazima uweke mwiko na usonge. Naongea kanuni. Ni nini msingi wa utumishi wetu? Na ni nini kinachopaswa kuwa msingi wa utumishi wetu? Namba moja ni uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Nisaidie kusema uwepo wa Mungu maishani mwangu. Sema tena uwepo wa Mungu maishani mwangu. Ukiwa na uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, utumishi wako unageuka. Thamani ya uimbaji wako inaongezeka. Thamani ya uongozi wako wa WWK inapanda. Thamani ya uongozi wako wa CMF inapanda. Uwepo wa Mungu. Na nikizungumza juu ya uwepo wa Mungu, nazungumza juu ya Mungu mwenyewe. Wanaonielewa waseme amen. Naomba nikwambie, wanaotembea na Mungu ni watu wa tofauti. Ninakuombea neema ya Bwana utembee naye kwa jina la Yesu. Sijui kama nimeeleweka vizuri. Nasema ninakuombea neema ya Bwana utembee naye kwa jina la Yesu. Ukiuza mandazi, uza na yeye. Ukiwa ni afisa ofisini, nenda pamoja na Bwana. Uwepo wa Mungu maishani mwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba niwaambie, hii kampeni tunayoendelea nayo inaitwa kampeni ya ibada halisi. Kama t-shirt zilivyoandikwa zile. Ibada halisi. Tunataka ibada halisi irejee wapi? Madhabahuni. Na hairejei madhabahuni, inaanzia kwenye moyo wako. Nilioanza nayo nilikuwa nakupa kanuni zako binafsi za kujua. Sasa namalizia kwa kipengele cha mwisho. Ni nini kitakupa heshima ya utumishi wako? Najua huku kuna waimbaji. Wanakwaya wangapi wamekaa huku? Kama wewe ni mwanakwaya nyosha mkono. Mwanakwaya. Nyosha tu vizuri. Mbona unaogopa? Shusha, piga vyombo. Watu wa vyombo, nyosha mkono. Watu wa vyombo. Asante, nyosha. Mafundi mitambo. Hata waliokaa huku tukiwacha waliokaa kule juu. Wewe ni fundi mitambo umekaa huku, nyosha. Safi kabisa. Utumishi wetu unakuwaje na thamani? Namba moja ni Mungu
kuwa katikati yetu. Nitikieni amen. Ukiwa naye huyo Mungu unashangaa, hivi mbona kila kitu kimebadilika? Mbona mimi sio yule wa zamani? Mbona naongea kawaida? Na hata watu wengine watashangaa, mbona huyu anaongea kawaida? Mbona vitu anavyosema vina matokeo? Mbona anaongea kama anavyoongea yule? Andika vitu vichache kwa haraka kidogo. Andika vitu vichache kwa haraka kidogo. Andika kitabu cha Kutoka sura 33 mstari wa 11 mpaka wa 14. Kutoka 33:11 mpaka 14. Tutayaona mazungumzo kati ya Mungu na Musa. Mungu anamwambia Musa, na kutuma uwachukue wana wangu wa Israeli wapeleke nyumbani Misri, kwenye nchi ya ahadi. Musa anamwambia Mungu, niko tayari, lakini naomba unithibitishie naenda na nani. Mungu akamwambia, nitaenda na wewe. Musa akamwambia, nitashukuru sana, maana kama huendi na mimi na kusihi usituchukue kutoka mahali hapa. Anataka aende pamoja na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa nini? Anajua akienda peke yake atakuwa mkavu, maneno yake yatakosa thamani, lakini akiwa na Mungu kuna mambo ya ajabu yatatokea. Naomba nikupe vitu vinne ambavyo ni faida za mtu anayetembea na uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Vitu vinne tu. Mtu anayetembea na Mungu maishani mwake anapata kibali cha Mungu na anapata kibali cha watu. Unakubalika na Mungu na unakubalika na wanadamu. Wanaonielewa waseme amen. Unakubalika na Mungu na unakubalika na wanadamu. Andika maandiko mawili, Luka 2:52 na Mithali 3:14. Wewe mwanamuziki mwenzangu, mwimbaji, mwanakwaya, mwana praise, mchungaji, mhubiri, kiongozi wa wanawake, kiongozi wa vijana, nataka nikutie moyo. Ukiwa na Mungu kwenye maisha yako, unapata kibali kwa Mungu mwenyewe na unapata kibali kwa watu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Faida ya kwanza. Faida ya pili ya mtu anayetembea na uwepo wa Mungu, unakuwa jasiri na unakuwa mwenye nguvu. Unakuwa jasiri na unakuwa mwenye nguvu. Unakuwa jasiri na unakuwa mwenye nguvu. Samueli wa kwanza 17:26 mpaka 32. Samueli wa kwanza 27:16 mpaka 32. Samueli wa kwanza 17:26 mpaka 32. Daudi anamwambia mfalme Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu Mfilisti asiyetahiriwa anayetukana majeshi. Kiwango chake cha ujasiri kimeongezwa na uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Wanaonielewa waseme amen. Namba 3, faida ya 3, uwepo wa Mungu hutukutanisha na watu sahihi kwenye maisha yetu. Uwepo wa Mungu hutupa nafasi ya kukutana na watu sahihi kwenye maisha yetu. Wewe unataka kuoa, utampata mke mwema ikiwa Mungu atakuwa maishani mwako. Wewe unataka kuolewa, utampata mume mwema ikiwa Mungu yuko maishani mwako. Mke mwema na mume mwema anatokana na Mungu tu. Hatokani na mitandao ya kijamii, hatokani na watu uliosoma nao darasa moja, hatokani na marafiki, hatokani na network yako. Uwepo wa Mungu utamleta mtu sahihi. Wanaonielewa waseme amen. Na mtu mwenye uwepo wa Mungu, wanaomfuata huwa hawajui kwa nini wanamfuata, na yeye huwa hajui kwa nini wanamfuata. Yeye anashangaa na watu wanashangaa. Nakutakia mema unapotembea na Bwana katika jina la Yesu. Namba 4, utukutanisha na watu sahihi. Andika andiko lake sijakupa. Samueli wa kwanza 10:22. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 2 mpaka wa 6. Samueli wa kwanza 10:2 mpaka 6. Jina la Bwana libarikiwe. Faida ya 4,
Mtu mwenye uwepo wa Bwana, uwepo wa Bwana hutuhakikishia ulinzi katika maisha yetu. Kuwa na uwepo wa Bwana maishani mwetu ni ulinzi. Jamani, amen. Andika Zaburi 91 mstari wa 9 mpaka 16. Zaburi 91 9 mpaka 16. Zaburi 27 1 mpaka 3. Na faida ya mwisho, uwepo wa Mungu huondoa viambaza vyote. Huondoa viambaza vyote katikati ya maisha yetu. Uwepo wa Mungu hutuondolea viambaza vyote katikati ya maisha yetu. Andika Yoshua 6 mstari wa 20. Yoshua sura ya 6 mstari wa 20. Hapo utaona kiambaza kikubwa kilichowatesa wana wa Israeli ulikuwa ni ukuta wa Yeriko. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao, vile viambaza viliachia. Wanaonielewa waseme amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni sababu ya kwanza inayoongeza thamani ya utumishi wako. Jambo la kwanza. Jambo la pili linaloongeza thamani ya utumishi wako ni matumizi ya neno la Mungu kwenye huduma yako. Unapoimba, imba. Unapohubiri, hubiri neno. Lihudumie neno la Mungu. Kwa kulihudumia neno, utashangaa vitu vya ajabu vitatokea. Vitu vya ajabu vitatokea. Bwana asifiwe. Andika maandiko yafuatayo. Samueli wa kwanza 11 mstari wa 8. Samueli wa kwanza 11:8. Samueli wa kwanza 13 mstari wa 2. Na Samueli wa kwanza 17 mstari wa 5. Neno. Hudumia neno. Andiko jingine Wakolosai 3:16. Wakolosai 3:16. Zaburi 119 mstari wa 11 mpaka 16. Zaburi 119 mstari wa 11 mpaka 16. Mathayo 22:29. Mathayo 22:29. Hayo maandiko matatu ya mwisho, Wakolosai 3:16 yanasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Zaburi ya 119 mstari wa 11 anasema neno lako nimeliweka kwa wingi ndani yangu nisikutende dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi. Zaburi ya Mithali Mathayo 22:29 inasema mwaangamia kwa kuwa hamuyajui maandiko wala uweza wake. Kumbe ili tuwe na thamani katika utumishi wetu, tulitumie neno la Bwana. Nitikieni amen. Namba 3, tupakwe upako wa Roho Mtakatifu. Tupakwe upako wa Roho Mtakatifu. Aliyepakwa Roho Mtakatifu anashangaza. Shangaza sana. Upako unafundisha. Upako unafundisha. Upako unaongeza ujasiri. Upako unatiisha. Upako unaleta mamlaka juu ya mtu. Kuna watu walionekana hawajasoma lakini wanaongea mambo yanatisha kwa sababu ya uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu na upako kwenye maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe. Andika Yohana wa kwanza, yani waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 20 mpaka 27. Hapo utaona maandiko yanasema yale mafuta mliopakwa yanakaa ndani yenu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 20 mpaka 27. Andiko la pili Luka 4:14 mpaka 21. Luka 4:14 mpaka 21. Roho wa Bwana amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Alafu andika Matendo 4 mstari wa 8 mpaka wa 13. Namba 4 na mwisho. Nini kinatufanya huduma yetu iwe na thamani mbele za Mungu? Moyo uliopondeka. Yaani maisha ya unyenyekevu.
Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha ya unyenyekevu. Unyenyekevu ni kinyume cha kiburi. Mambo hayo manne yanakamilisha dozi yetu ya leo. Namba 1 tumeanza na ni nini mziki na asili yake. Namba 2 ni namna gani tunauhudumia huo mziki kuipeleka ibada mbele za Mungu. Tumeviangalia kama vitu 11. Na namba ya mwisho tunafanyaje ili tubaki kwenye vile viwango vya mafuta ya Roho Mtakatifu na utumishi wetu uwe na thamani. Mtu aliyepakwa mafuta, mtu aliye na uwepo wa Mungu maishani mwake, hata kama anaimba sauti nayo koroma, watu wanaielewa. Wananielewa, waseme amina. Watu wanaielewa. Hizi sababu za 4 za mwisho nilizokupa, ukizikamata sawa sawa, haijalishi viwango vyako vya utumishi, haijalishi elimu yako, haijalishi umesoma au hujasoma, haijalishi umesafiri kwenda mataifa mangapi duniani, haijalishi unamiliki nini, naomba nikuombe, hapo ni mahali pa uzima wako wa kiutumishi. Jina la Bwana libarikiwe. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikuombee baraka za Bwana, alafu nikupe matangazo kutoka ofisi yetu ya DMOS Taifa, alafu tumalize mkutano wetu. Weka mikono kwenye kifua chako, niombee hayo niliyoyataja mwishoni. Niombee hayo niliyoyataja mwishoni. Baba, ninajisikia vizuri kupata fursa ya kusimama kwenye viwanja na ardhi ya Katavi hapa kwenye mji wa Mpanda. Tunataka tubaki wahudumu na watumishi katika madhabahu yako takatifu, katika eneo hili la muziki na uimbaji. Lakini haitawezekana ikiwa hatutakwenda na wewe. Musa anakuomba, anakuambia Mungu, kama huendi na mimi usinichukue kutoka hapa. Sisi tunataka tutembee na wewe. Tukitembea na wewe tutakuwa salama. Tukitembea na wewe utaonekana kwenye maisha yetu. Tunautaka uwepo wako. Uwepo wako